朋友叫什么名字？sahihi sahihi. 朋友 Nimesema 什么名字？你叫什么名字？你 wewe, si ndio? Si ndio? 嗯 Yes. 嗯 Maana yake 嗯 tukitaka kumuuliza yeyote unaitwa nani? Yaani yeyote mwalimu, sijui engineer, 嗯 unabadilisha tu hii hapa. 嗯 ah, okay okay okay. Ya, ndio maana nakwambia ni rahisi sana, Ah, simple sana. ilikuwa ni mtego tu. Ya, sawa. Kwa Sijui hiyo, akili yangu ilikuwa inawaza nini, lakini uko sahihi. ya, kwa hiyo ni labda pangyo jao shema minzi. Okay. Ya. 好啊好啊。Mhm. 嗯，Haya. 我明白。Nikisema mwalimu anaitwa nani? 老师叫什么名字？Ya. Ah, nikisema labda mwanasheria anaitwa nani? 老师叫什么名字？ Ya, jana nilikwambia hizi ndio. ndio na bwana. Engineer anaitwa nani? Kuniandikia. Labda nizitafute hizo. Hiyo hapo nimeiandika. Okay. 工程师，工程师， Gong Tang Shi. 工程师，Gong Tang Shi Jao. Malizia. 工程师， Gong 我 Tang 你今天 Shi. 要有。Engineer wanavyoita. Gong Tang Shi. 嗯，Ukitoa hiyo shi 工程，哎，inakuwa engineering. ukitoa shi Mm. masuala anoni na hiyo. Ah. Kwa kusema engineer anaitwa nani unasemaje? 工程师叫什么名字？ Ya. Haya. Tunaanza na wewe. Ni Jao Shema Minza. 我叫 Idris。 Haya. Lao Shi Jao Shema Minza. 老师叫老师。 Sawa. Liu Shi Jao Shema Minza. 嗯，老师，对不起，你叫什么名字？ 我不知道，你说老师叫老师。你不知道，对啊，我不知道。你说老师叫老师。所以你的名字老师。我没有，我没有名字。好啊，好啊，律师，律师，umenielewa lakini? 好啊，呀，明白。 Sawa. Ndo mazoezi hayo ya kuongea. Haya. Lushi 嗯， hapa sasa mengine nakuuliza unatunga tu majina. 好 Lushi 啊，叫什么名字？律师叫什么名字？ Sijakuelewa hapo. You want me to read after you or? Nimesema unatunga majina. 啊，好啊，律师叫什么名字？律师叫 Andrew Makete。 工程师叫什么名字？ 工程师叫 Fred Katalama。 Sawa. Sasa huko ndo kuongea. Tupo lesoni ya 3, ndo mwanzo tu tumeanza. Unakuwa unafanya mazoezi kama hivyo. Ukishasoma unafanya mazoezi. Unajiuliza tu maswali unajibu. Ah, okay, okay, okay. Yes, kwa sababu Inasaidia hiyo. kuongea ni mazoea. Ni kile ulichokizoea ndio unaweza ukakiongea kwa urahisi bila shida. Ndio maana kama hapo nakuuliza tu unajibu, nakuuliza unajibu.
sababu tayari kwenye akili ishazoeleka hiyo taarifa. Haya, Okay. sasa tuje kwenye she. She kwenye kitabu imeandikwa to be, Shi. lakini hili neno linaweza likafanya na am, is, are kwenye wakati uliopo, was na where wakati uliopita, will na shall wakati ujao. Hii moja ya kazi zake ni kama kuelezea zile status tulizokuwa tunajifunza jana, mfano la shi, shui shang, si ndio? Lu shi, gong chen shi. Kwa hiyo unaposema mimi ni mwalimu, nitasema wo shi lao shi. Kwamba mimi ni mwalimu. Na wewe utasema wo shi xue sheng. Ukikanusha, mfano ukitaka kusema mimi sio mwalimu, utasemaje? Make nitaweka ile bu hapo. Sema moja kwa moja. 我不是老师，我不是学生，我不是学生。 Kwamba wewe sio mwanafunzi. Hapo nimekanusha. Umesema wo bu shi shui shang. Manake mimi sio mwanafunzi, nimekanusha. Okay? Ukisema mimi sio engineer, unasemaje? 好啊，我不是工程师，我是学生。工程师，工程师，重庆，工程，工程师，工程师，师，工。 我不是工程师，是工程师。我不是工程师。ukisema mimi sio mwanasheria. 我不是律师。ukisema naitwa Idris, mimi sio mwanasheria, mimi ni mwanafunzi. Idris, 我不是留学生。Hebu anza upya tena. 我的名字是 Idris， 我不是律师，我是学生。 Sawa, umesema oda minzi. Anza tumia mfumo wa huu ambao tumejifunza. 好啊。我叫 Idris， 我不是律师，我是学生。 Sawa, ukitaka kusema mimi ni mwanafunzi wa Kichina unasemaje? 我是
从 mwanafunzi wa Kichina 穷 我是很易学生 汉牛 yes 汉牛 汉语 汉牛 hii hapa. okay Hii ni Chinese language. okay 汉语 hii yu naisoma vipi? Ni hivyo tu yu kama ilivyo yu Yeah. kawaida tu yu Hanyu. hanu is u o yu Yu. han yu Tena? han yu Sasa usizitenganishe. Hilo ni neno moja. Hanyu. Tena? han yu Nasikia kama nasema hanyu, anasema hanyu, hanyu, han yu hanyu. han yu Mbona nasikia bado unasema hanyu? Hanyu, hanyu. han yu Tena? 老师 Naam. han yu Tena? han yu Yeah. Haya, sasa sema mimi ni mwanafunzi wa Kichina. 我是汉语学生 Safi. Ukisema ukitaka kuuliza kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kichina, tunatumia ma. Ma inakaa mwisho wa sentensi. Inabadilisha sentensi kuwa swali la ndio au hapana, yaani swali la kukubali au kukataa. Maswali ya namna hii yanaweza yakatengenezwa kwa kutumia ma. okay Umeelewa hapo? Mingbaila. 我明白了 Yeah. Safi. Sasa kwa hiyo mfano nikitaka kusema wewe ni mwanafunzi wa Kichina, nitasema ni shi. Ni shi. Hanyu. Nikishia hapo ni shi hanyu shueshan, maanake wewe ni mwanafunzi wa lugha ya Kichina. Nikiongezea ma sasa mwisho hapo, nikasema ni shi hanyu shueshan ma. Itakuwa wewe ni mwanafunzi wa Kichina. Umeelewana hapo? Yeah. Nikisema wewe ni mwanasheria, nasemaje? 你是律师吗？ 你是律师吗？ Safi. Nikisema Alex ni engineer, nasemaje? What nini?
Alex ni engineer. Alex 工程师吗？ Kuna kitu no. Kuna shi pale. Alex 是工程师吗？ tena Alex 是工程师吗？ sawa. Sawa. Kuna hiyo shi nadhani kwa nimesahau. Mwanzo ndio ulikuwa umesahau. Kwa hiyo sasa utaona zile nimesema kuna ile hii inatafsirika kama am, inaweza kutafsirika kama am, inaweza kutafsirika kama is, are, Okay. ndio. Okay. Na ukitaka kuzithibitisha hizo am, maana tunatumia kwa mimi mwenyewe, si ndio? Sahi. Yes, kwa hiyo nikisema woshila she, maana tutaitafsiri I am a teacher. Yeah. Nikisema ni she shueshan, you are a student. Okay. Kwa pale ishabadilika ishakuwa a. Nikisema yeye ni engineer, nitasema ta shi gongchen shi, ambayo itakuwa he is an engineer. Yeah. Kwa hivyo ukienda kuzungumzia wakati uliopita labda alikuwaga engineer, hivyo itaenda kwenye nafasi ya was kwenye umoja, ikitumika kwenye wingi. Okay. Mfano, ngoja nikupe vivid example. Mfano nikisema Chunyan ina maana ya last year. Tashi lao shi, hapo itatafsirikaje? Last year alikuwa mwaka jana alikuwa mwalimu. Kwa he was a teacher last year. Mbona inachukua was? Okay. Nikisema mfano next year, mingnian kamen shi, labda lu shi, kwamba mwakani mingnian watakuwa wanasheria. Okay, wanasheria. Kwa hiyo hapo inachukua nafasi ya will. Okay. Lakini hii imebaki pale pale. And I have a question there. 我要选 T. When T? Why we start with time instead with starting with pronoun? Why don't we say maybe 他是9年老师，或者他们明年是律师。 Okay. Swali zuri. Hapo ili swala tutalijadili tukifika lesson ya 11. Okay. Yes. Hapa nimepungusia tu kidogo ili nataka unielewe tu uone hiyo idea ya she inavyobadilika. Lakini okay. Kwenye Kichina hiyo ni moja ya matumizi ya muda. Wao huwa hawatumii muda mwisho, wanatumia mwanzo mwa sentensi au kabla ya kitengo. Kwa hiyo tukifika mpaka lesson ya 11 tutakuwa tusha discuss hizi actions, verb kadhaa na tutaona application ya muda kwenye sentence.
Okay. Yeah. Kwa muda huo kwa in summary muda huo unaanza kwenye sentence kabla, alafu maybe ndio inafuatia pronoun, something like that. Yes, yes, yes. Inafuatia sentence. Yeah, yani kwa sasa hivi, na kwa ufupi tu nitakwambia kwamba muda unaweza ukatangulia mwanzo kabisa mwa sentence kwenye Kichina. Kwa hiyo kama ukiwa unataka kutumia muda unaweza ukatumia namna hiyo na utakuwa sahihi. Okay. Hawa. Yeah. Kanuni zingine za matumizi ya muda tutaziona huko mbele. Hawa. Yeah. Okay. Nafikiri hapo nimeeleka kwenye matumizi ya shi. Yeah, sure. Dwe. Okay. Tuje kwenye kwenye ren. Ren ina maana gani? People. Yeah, ni people. Mtu. Person. Yeah, ni mtu, watu. Sasa kwenye uraia hapa tunajifunza kesi ya uraia. Nataka kusema mimi ni Mtanzania. Nationality. Au citizenship. Naam. Tunajifunza citizenship au ndo nationality hiyo? Yeah, nationality ni utaifa, citizenship ni uraia. Hapa tunajifunza uraia, so utaifa. Ndio hiyo mimi nafikiri. So hapo kidogo nafikiri uraia na utaifa ni kama yanaendana, lakini ninafikiri uraia inawezekana ni mtu labda ambaye ni raia wa taifa husika. Lakini utaifa nafikiri ni kuwa na ile sifa ya taifa fulani. Uko sahihi. Unaweza vipi ukawa raia wa nchi hii lakini ukawa na utaifa wa nchi nyingine? Yeah, nafikiri hiyo ndio tofauti yake. Sasa hapa kwa kuwa more specific ni utaifa. Sawa. Ina maana nationality. Yes. Ina maana kwa China ukitaka kuzungumzia utaifa ni kwamba ni kidogo tu unachukua nchi, mfano China inaitwa Zhongguo. Zhongguo alafu kuna weka hiyo ren mbele. Zhongguo. Kwa inakuwa Zhongguoren. Yeah. Kwa ukisema Zhongguo ni taifa au ni nchi ambayo ni China. Lakini ukisema Zhongguoren manake ni mtu wa wapi? Wa China. Wa China. Kwa ni Mchina. Okay. Zhongguoren. Yeah. Tanzania wanaita Tan Sang Nia. Kwa hivyo kesi yake itakuwa Tanzaniaren. Tan Sang Nia. Tanzaniaren. Yeah, safi. Kwa kusema wewe sio Mchina, wewe ni Mtanzania, unasemaje? Hapo nitasema 我不是中国人，我是坦桑尼亚人。Yeah. Nafikiri hapo tumeelewana vizuri sana. Naam. Okay. Sasa nataka ujitambulishe, useme
jina lako, hapa tunasema je shao isha, je shao. Je shao ni kuintroduce au kutambulisha, isha briefly. Xia, okay, 好啊。 Sasa 介绍一下。 For name, labda status, lakini nationality na ukitaka kutumia utaifa ni kuna Shangren, ni mfanyabiashara. Kama unafanya kazi Gongren, mfanyakazi. Kama ni mfanyabiashara Shangren. Shangren. Gongren. Jitambulishe sasa. Name, status. Jiao. 我叫 Idris. 我是商人。我是坦桑尼亚人。坦桑尼亚人。坦桑尼亚人。apa kidogo tan Tanzania人 你呀 Tanzania人 yeah. Okay, was that good? Yes. Should I repeat? Let me repeat. Okay, rudia. 我叫 Idris, 我是商人，我不是中国人，我是坦桑尼亚人。 Safi. 谢谢。 Nafikiri unaendelea kuamini ninachokwambia kwamba Kichina sio kigumu. Yeah. Kinawezekana kupata mwalimu mzuri sasa kama wewe. Haya, tunafanya practice ya mwisho alafu hapo ndo tushaisoma lesson ya 3 hapo. Hatuna hata haja ya kwenda kufungua na kitabu sababu tutakachoenda kukisoma ndio unachokiongea. Imeisha hiyo. Haya, naanza kukuuliza mimi maswali. Ni jao kema menzi. Okay. 我叫 Idris. 你是老师吗？ 不是，我是学生。 你是中国人吗？ 不是，我是坦桑尼亚人。 Safi. Kwa hapo ni mazoezi tu wewe. Yaani ni kuendelea kuzoea hivyo unavyoongea hivyo. Yeah. Mfano ukiamka asubuhi una muda, vitu kama hivyo usivisome tena. Ukivisoma unakuwa hausomi, unakuwa kama unapoteza muda. Soma tu words ili uendelee kufanya. Uzikumbuka. Ila kusoma, rudia hapo kusikia vizuri. Nasema ukiwa unasoma. Sehemu kama hizi ambazo tayari unazifahamu, unaziweza. Usisome kama mtu ambaye hawezi. Yaani usifungue kitabu unasoma neno kwa neno, hapana. Soma new words kwa sababu zenyewe ndio huwa tunazisahau. Hata mimi mwenyewe wakati mwingine nasahau baadhi ya maneno. Kwa hiyo tunahitaji kujikumbusha mara kwa mara. Lakini ukishaweza, ukikumbuka, unakuwa unatengeneza mazungumzo kwa kuongea. Hawa. Yes. Kama hivi tulivyofanya hapa. Nisome. Naam. Nisome neno moja tutengenezee mazungumzo. Yes, yani kama hivi lesson ya kwanza, ya pili, ya tatu unatengeneza kama utambulisho, unajitambulisha wewe,
Ukipata muda tena labda unaashumu unamtambulisha. Laoshi. Naam. Naomba dakika moja kidogo. Sawa. Sawa. Kwa Jombe haula haya. Sasa tuje tumalizie disika. Sawa. Disika ni Disika. Disika. Hapo zote ngumu hizo. Hapana, ni mazoea tu. Ukizoea wala hamna kitu kigumu. Disika. Lesson 4, si ndio? So hapa nitasema wochumbe haula. Au chumbe haula kwamba I'm ready. Okay, sawa. Jombe maana yake ni to prepare au to plan. Okay. Hao inaonyesha kwamba matokeo, kwamba kitu kipo tayari. Kwa hiyo ukisema jombe haula, maana yake maandalizi yako vizuri. Tayari, okay. Ya ndo naita utafsiri wao jombe haula, I'm ready. Sawa. Tusome. Tashi wadahani laoshi. Tashi wadahani laoshi. Ukisema tashi wadahani laoshi ina maana yeye ni mwalimu wangu wa Kichina. Sawa. Hawa. Ya, sasa mbela tuje kwenye da. Nafikiri ndo ambayo hatujaiona. Da inaonyesha possession. Sawa. Ya, ina maana mimi nikitaka kuzungumzia umiliki natumia da kwenye Kichina, njia moja hapo natumia da. Ambao da okay, inakaa kunakuwa na noun au pronoun tunakuwa na da kisha tunakuwa na noun. Okay. Sawa. Manake neno baada ya da hii huku hii noun inakuwa inayo baada ya da. Yes. Kwa baada ya da inabidi ifuate noun ili kuonyesha umilikishi. Yes, noun ambalo ndio neno linaonyesha kinachomilikiwa. Okay. Mmiliki anakaa kabla ya da. Okay. Sawa. Ina maana mfano nikizungumzia noun nazungumzia majina. Sawa. Majina ya watu, wanyama, mahali, majina ya vitu. Sawa. Lakini pronouns ndio zile wo, ni, ha, umoja na wingi wake. Viwakilishi meza. Ya, kwa mfano nikisema woda, wo ni mimi, da ni umiliki, kwa hiyo inakuwa ni kitu kinachomilikiwa na mimi. Inatengeneza maana ya mine au mine. Sawa. Kwa hapa kwenye sentensi yetu alivyosema woda hanyu laoshi, manake woda ni mine, for my Chinese teacher. Tashi woda
他你有老师 kwamba yeye 在 ni mwalimu wangu wa Kichina. 嗯 Haya, ukisema yeye ni mwanasheria wangu utasemaje? OK 他是我的老师 Ya, safi. Ukisema Bakari ni injinia wetu utasemaje? Bakari Ni injinia wetu. OK Bakari 我们的工程师 Kuna neno umeliruka. Bakari 是我们的工程师 Ya, hapo safi. OK inabidi nijiamini kumbe Unakuwa ujiamini, yaani lugha usiogope kukosea lugha. Ogopa kuto kuongea. Kabisa, yaani ogopa kitu unakihisi, alafu unaogopa. Hiko ndo itakuwa ukiogopa. Ila kuongea usiogope kwa sababu lengo la lugha cha kwanza ni mawasiliano. Sio kuwa perfect. OK Yaani wewe ongea, ukiongea umeongea. Kuwa kama mtoto mdogo akiwa anaongea yeye hajali. Unamuelewa, umuelewi, apatia anaongea. Umeona? Yeah. Kwa hiyo inakuwa namna hiyo kwamba yeye ni mwalimu wangu wa Kichina. Kwa hiyo hapo nimekuelewa vizuri. Yeah. Kwa hiyo ikiwa ni da itakuwaje? Bakari 是我们的老师 Kwa hiyo ukisema mfano naona kama unakatakata mtandao wako ulikata. Naona mtandao kwangu unashuka na kupanda. Nipo nyumbani bwana, yani vipi? Bado unasumbua huko? Halo. 老师 ulikata. Sasa hivi unanisikia? Very clear. Clear and loud. Sawa. Nikisema ni da itakuwa na maana gani? Ni da. You are. Yes, itakuwa yo, si ndio? Yo au yours. You are or yours. Nikisema kada itakuwaje? Itakuwa his or her. His or hers. Ya, itakuwa his au her au hers. Sawa. Kwa hiyo hapo nafikiri umenielewa hapa zinavyofanya kazi. Sababu sahihi kabisa. Sawa. Sasa kuna angalizo. Hizi ni pronouns, si ndio? Tumetumia hapa kwenye kuonyesha kwa pronouns, si ndio? Yeah, yani tumetumia pronouns na da. Sasa tunaweza mfano nikitaka kusema mwanasheria wa Joni nitasemaje? Okay. Mwanasheria wa Joni. Mwanasheria wa Joni maana itafanya leo. John.
John da Liu Shi. Safi. Safi kabisa. Sawa, inakuwa John da Liu Shi. Manake sasa John da Liu Shi sasa kwenye u pia nikupe angalizo jingine, kuna u ya kawaida alafu kuna u ina vidoti viwili. Sawa? Yeah. Hii u yenye vidoti viwili tumesoma kama u. Okay. Hii ndo tunasoma u. Inakuwa kama ina sauti ya u, lakini japokuwa iw inakuwa kama hafifu. Kwa maana ya kwanza tunasoma hii ya kwanza original tunasoma kama vile u. Yenye vidoti viwili tunasoma kama vile u. Ndo kama hapa kwenye Liu Shi ni Liu. Liu Shi. Sawa sawa. Liu Shi. John da Liu Shi. Yeah. Sasa tumesema John da Liu Shi, si ndio? Nikitaka kusema mwanasheria wangu nitasemaje? Mwanasheria wangu. Wo da Liu Shi. Safi. Kwa itakuwa wo da Liu Shi. Wo da Liu Shi. Sawa, sasa tuna uwezo wa kutumia pia tukaondoa da kwenye pronouns. Ikawa wo Liu Shi. Wo Liu Shi. Pia inakubalika? Yes. Na maana inakuwa hivyo kama hapo wo da Liu Shi. Na hii ni kwenye o tu au hata kwenye tatu unaweza kusema John Liu Shi. Okay. Pronouns peke yake. Kwenye umoja na wingi wake. Easy up. Sawa. Okay. Hapa nikija kwenye John sasa. Nikasema John Liu Shi. Inakuwa na maana ya kwamba mwanasheria John. Sawa sawa. Kwa hiyo maana yake sasa da tunaweza tukaiondoa kwenye pronouns, lakini hatuwezi tukaiondoa kwenye nouns. Tukiitoa inabadilisha maana. Ndio maana kwenye WhatsApp nilikutext nikaandika ni hao Idris Shanshan, alafu nikakuwekea kwenye mabano Mr. Yeah, maana yake Wachina kwenye kujitambulisha wanatumiaga surname, halafu wanatumia na title zao baada ya surname zao. Okay. Yeah. Kwa hiyo ina maana vipi yani hapo? Naam? Vipi? Ina maana kama hapo Washum John ni surname yangu mimi. Labda naitwa mimi yangu Ahazi. Sawa, mfano nikasema naitwa Ahazi John. Mimi ni mwanasheria, si ndio? Nikitaka kusema mimi ni mwanasheria John, mara nyingi hata kwenye Kiswahili watu wanatumiaga surname zao kwenye maofisi. Sahihi. Sasa kwa Wachina inaanza surname ndio inakuja title. Okay. Okay. Wao hawaanzi title wakafata surname, hapana. Nishakuelewa vizuri. Yeah. Kwa kama hapo tunasema John Liu Shi ni mwanasheria John. Ila tukisema John da Liu Shi ni mwanasheria wa John. Wo da Liu Shi mwanasheria wangu. Wo Liu Shi mwanasheria wangu vile vile.
Kwa Hapo hiyo sawa. kwenye umoja na wingi hizi pronouns zinakubali kutumia da au kuto kutumia da. Okay. Nafikiri tumeelewana hapo. Umeona vizuri hapo sana. Sawa. Kitu kingine ni na. Hii tunaisoma sehemu ya kwanza. Na inaonesha, inatengeneza swali kwa kurejelea mazungumzo yaliyozungumzwa kabla, au kwa lugha nyepesi zaidi ni kwamba na ni sawa na neno je kwenye Kiswahili, kwamba huwa linatumika kutengeneza swali kwa kurejelea mazungumzo yaliyopita. Mimi naitwa Ahazi, wewe je? Manake nimejitambulisha jina langu mimi, alafu sijakuuliza wewe unaitwa nani, ila nikasema wewe je. Kwa hiyo wewe unanijibu kwa kurejelea mazungumzo ambayo mimi nimeyasema kabla ya hilo swali. Kwa kuwa mimi nimejitambulisha jina, manake nikisema wewe je, nategemea na wewe utajibu kwa kujitambulisha jina. Nikisema mimi ni mwalimu au Alex ni mwalimu, vipi kuhusu Ana? Manake hapo nataka kujua, je, Ana anafanya kazi gani? Sawa sawa. Ya, kwa hiyo inakuwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo sasa hiyo kwenye Kichina ndio tunatumia na. Kwa hiyo inakuwa A ndo anayejielezea au ndo anayeelezewa, halafu inakuwa B na. Kwa hiyo itakuwa what about B? Kwa hiyo A, mfano nikasema tashi CG ni driver. Ni na. Huu ni B, ta ni A, kwamba yeye ni dereva. Vipi kuhusu wewe? Rudi hapo. Yeye ni dereva, ndo sentensi hiyo ambayo ndo A. A ndo hiyo ta. Tashi CG. Alafu nauliza ni na. Okay. Sawa. What about you? Sawa. Yeah. Lakini B sio lazima iwe pronoun. Inaweza kawa hata jina la mtu. Mfano ikawa noun. Naweza nikasema labda Alex shi lao shi. Joni na. Vipi kuhusu Joni? Je, Joni? Ana bushi. Meiguren harimana. Au ngoja ni hapa niweke pronoun. Hana. Hamena. Meguo ni Marekani. Meguo. Kwamba Ana sio Marekani. Vipi kuhusu wao? Ana 不是美国人。他们呢？
Tamena. Tamena. Ulivyosoma mwanzo ndio ilikuwa sahihi. Tamena. 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 Naifuata hiyo kiongozi hiyo tamena. Tamena. Akitaja makisha japo sharaja kuna nini, kuna vitoka viwili hapo. Tamena. Tamena. Sawa sawa. Hii nimeelewa vizuri sana leo kuliko zote zile. Yeah, yani hapo ni kufanya tu application. Okay. Sasa hii hapa tuje tuisome. Tusome kwenye kitabu. Okay. Tuanze na chini ya title ya lesson namba 4 kuna warm up. Lesson namba 4. Zisika. Huku notes ushamaliza kuandika zote hizi? Wapi? Huku darasani hizi ambazo tunaandika hapa. Hizo naandika notes, naandika summary, naandika bana. Umeandika zote? Sawa. Maana nilikuwa naofia nisije nikazifuta kumbe bado haujamaliza labda, au kuna kitu ulikuwa unaandika una kinoti? Hamna, wewe nachukua summary. Sawa. Haya, kuna hii imeandikwa warm up. Umeiona? Lesson namba 4 warm up. Yeah, sure. Umeiona? Hiyo kwa Kichina tunaita Rashen. Rashen. Ndio warm up. Inawezekana unaupasha mwili joto, unasema Rashen. Rashen. Naomba naniliu kama sekunde 30 hivi. Nachukua peni nikatikia mwenyewe. Tuendelee. Rashen. Rashen. Usome ya maneno chini ya nanili ya picha. Okay, chini ya picha. Nasoma unanifuatisha. Naam? Nasema nasoma unanifuatisha. Hawa. Ta. La pili. Ta. La tatu. Tongshui. La nne. Pangyo. La tano. Hanyu lao shi. La sita. Zhongguo pangyo. Okay. Nisome? Ukisema tayo ya kwanza ni ya kiume. Okay. Sawa? Yanatofautiana tu kwenye namna yanavyoandikwa. Okay. Sawa? Kuandikwa kwake, ta ya kiume inaandikwa namna hiyo.
Ngoja nifanye hivi. Hii ni taa ya kiume, hii ni taa ya kike. Okay. Hizo yellow color ndio tofauti za hizo taa. Okay. Kwa hiyo hii ya huku ni ya kiume, hii huku ni ya kike. Okay. Sawa. Lakini ya tatu hapo akasema tongshui. Tongshui ni nani? Tongshui ni classmate. Mm. Tongshui ni classmate. Yeah. Kwa ukisema Joni ni classmate wangu utasemaje? Okay. Joni 我的同学 Kuna kitu unakisahau. Joni 是我的同学 Yeah. Hii kila wakati unaisahau. Inabidi nifanye mazoezi hiyo. Hey. Yani umesikia sasa Rashid? Naam. Yani psychological unaona kama vile haipaswi kuwepo hapo. Joni 我的同学 it sound Sasa good like, ndio come unatakiwa grammatical incorrect. sasa hapo ndio ulipambanie mpaka ikae, kwa sababu hapo ni mazoezi tu. Yaani hayo ni mazoea. Sawa sawa. Okay. Lakini kuna hiyo pangyo. Pangyo ni Pangyo, rafiki, friend. Yeah. Na hanyu lao shi. Mwalimu wa Kichina, Chinese teacher. Han yu lao shi. Lakini akasema jongo pangyo ni nini tena? Jongo pangyo ni rafiki wa Kichina. Ya rafiki mwenye uraia, mwenye utaifa, sijui, si ndio utaifa? Sahi, utaifa wa China. Chinese friend ilisema. Yeah, okay. Haya, tuje tusome kwenye text ya kwanza. Tuanze na new words. Ta. Okay. Ta. 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 Shei. Shei. Da. Da. Hanyu. Hanyu. Ukisema ta ndio hiyo ya kike hapo iliwekwa. Lakini shei ni nani? Maanake anauliza kuhusu mtu. Sawa? Sahi, shei. Mtu anakuuliza, anataka kujua identity yako, ni shishei. Who are you? 我是 Tanzania 人. Unaweza yani hapo manake identity inawezekana ni jina lako, kazi yako, uraia, yani inategemea au vitu vyote. Yes, au vyote. Inategemea tu na mpo, yani nyie mnaulizana kuhusu taarifa ipi. Umeenda ofisini kwa mtu hakujui kabisa, akikuuliza nyishishe, lazima tu utamtajia jina hapo. Yeah. Si ndio? Jina au utamtajia kazi. Yeah. Kwa hiyo shei inauliza kuhusu hiyo utambulisho wa mtu. Lakini inawezekana tukasema labda nikakuuliza nyishishe, labda ukasema Oshi Idris, afu nikakuuliza Idris Shishe. Who is Idris? Idris shi Shangren.
和 Idris 和汉语学生 Tena Idris 是商人和汉语学生。 ya safi kabisa. Sawa. Umeona ukijiamini Kichina kinakuzidi kuwa chepesi. Kaka naanza kujiamini. Ndio gani unahisi unatoa boko? Hamna, utaki kujiongopa. Sasa Okay. Hiyo ndo shei. Lakini da na hani tushazisoma. Tusome text. Anasema tashi shei. Wewe B. tashi shay. Text ya haifsini. Mimi nisome ya chini B. 好啊，他是我的汉语老师，他叫李月， Liwe. 李月， Safi. Tunaelewana hapo? Tunaelewana hapo? ulikatika? Nilikatika. Eh, Nasema kwamba hapo ulivyosoma ni liwe. eh, 李月，李月， Liwe. 李月， Sasa mbona kama hilo jina hilo? Liwe. Manake hayo ni majina mawili kwa Kichina. Li, hiyo ni surname. Wachina surname ndio inatangulia, alafu Yue ndio jina la huyo mtu mwenyewe. okay. Yeah. Kwa hiyo ukitaka kusema mwalimu Li Yue utasema Li Lao Shi. Unatumia peke yake Li Lao Shi. Unachukua surname yake ile. Okay, sawa 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 sawa. Li Lao Shi, Li Yue, Li Yue. Nafikiri hiyo imeeleweka hiyo. Tuje text 2. Na some nuance na guo na ukisema na ni which. Sawa. Okay. Kuna kitu kuna measure words tutakuja tutazisoma nafikiri kesho. Okay, measure words. Nafikiri unazifahamu baadhi. Baadhi kama zile general zilizojika. Kwa mfano ukitaka kusema ni mwalimu yupi? Kwa sababu na ni which, utasema na ga lao shi. Sawa? Na ga lao shi. Mtu anakuuliza, unamwambia mtu kwamba anakuuliza ni shishi, unaambia wo shi lao shi. Anakuuliza ni shi na ga lao shi. Wewe ni mwalimu yupi? Maana yake anataka taarifa zaidi, specific information kuhusu wewe hapo. Nitamwambia labda wo shi haniu lao shi. Sawa. Guo ni country au nation, lakini si neno kamili. Yes.
nikiwa na maana kwamba usije ukalichukua hiyo afu ndo ukasema watakotaje neno kama nchi ukatumia guo. Hapana, ni neno lakini linaambatanishwa na maneno mengine. Okay, okay. Mfano, mataifa yote duniani kwa Kichina ambayo yakitajwa yanatajwa kwa sauti moja, lazima yamaliziwe na guo. Kwa mfano Zhongguo ina sauti moja tu, Zhong, ndio maana ikaongezewa guo. Okay. Okay. Zhongguo. Mei, guo. Sawa, Marekani hiyo. Yingguo. Uingereza. Sawa, lakini nchi ikishaanza tu kuwa na sauti mbili basi haiongezwi. Kwa hiyo kazi ya guo ni hiyo kuziongezea nchi zenye sauti moja. Yes, lakini sio tu hiyo. Yaani najaribu kukuonyesha kwamba huwa linaambatanishwa na maneno mengine kutengeneza maana inayohusiana na nchi. Okay, kwa ni huwa inaambatisha, yani haisimami yenyewe, jitosheleze yenyewe. Yes. Sawa? Sawa. Yeah. Ndio maana kwenye nchi kama Tanzania hatujaweka guo, nimesema tu Tanzania. Lakini ukitaka kusema kwamba nchi ya Tanzania ndio utasema Tanzania guo. Na guo ni kifupi. Au maana yake ni nchi. Neno lake kamili ni guojia. Guojia ambapo maana yake nini? Ni nchi, ndio neno kamili. Okay, ndio limetokea hapo kumbe. Lakini guo kama guo inatumika kwenye nchi, na guo kama guo inatumika kwenye nini? Inatumika kwenye nalio. Na pia inaunganishwa kwenye maeneo mengine ya sentence. Inatumika sehemu nyingi, lakini kila sehemu inapotumika ndio inahusishwa na hiyo maana ya nchi au taifa. Okay. Sawa. Hapa nimepata vizuri. Ndio lao shi. Sawa. Hiyo ndio hiyo tuliojifunza. Tusome text 2. Ni shi na goren. Wo shi美国人，你呢？我是中国人。好啊。Anza wewe A, mimi B. Okay. 你是哪国人？我是美国人，你呢？中国人。Soma sentensi kamili. 我是中国人。Hiyo ndio sentensi kamili. Mwanzo nilisikia nusu au ni mtandao? Ni mtandao. Okay. Nikajua ulisoma nusu. Nilisoma wote. 我是中国人。 Sawa. Haya, kuja text ya 3. Sawa. Mimi A au wewe A? Mimi nitaanza A, lakini hapa umeona hiyo picha upande wa kulia hiyo? Ndio. Ina watu watatu. Sawa. Tunaashumu B ni huyu msichana upande wa kushoto. Okay. Anaulizwa kuhusu huyo mwanaume katikati, afu ataulizwa kuhusu mwanamke upande wa kulia. Kwa hiyo hapa taa zote mbili zimetumika, ya kike na ya kiume. Lakini pia hapa wamejaribu kutumia pronouns bila kuweka, yani kuonyesha umiliki bila kutumia da. Nimeona. Haya, tusome. 他是谁?
他是我同学。嗯，他呢？他是你同学吗？他呢？他是你同学吗？他不是我同学，他是我朋友。Safi kabisa, na umesoma vizuri sana. Um, wewe A, mimi B. 好啊，他是谁？他是我同学。嗯，他呢？他是你同学吗？他不是我同学，他是我朋友。好啊，Sawa? 嗯Ya, that was nafikiri good. imeeleweka hiyo. Yeah, 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 yeah. Sawa, sasa nitakutumia. Ilikuwa ni conversation. Naam? So ilikuwa ni conversation hapo, napiga story. Ya, ina maana huyu kaiona picha ndo namuuliza huyu ni nani? Akamwambia Mm, huyu ni classmate wangu. Akamuuliza na huyu je? Huyu ni classmate wako? mm. Akamwambia hapana, huyu sio classmate wangu. Huyo ni Rafiki. huyo ni rafiki. Okay. Yeah, 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 sure. Sawa, ina maana sasa utapitia audio um, lesson ya 3, maanake utapitia zile za kawaida za kwenye text 3:1 mpaka 3:3. Zile shansi. Zile shansi. Audio maanake nikutumia, utapitia zile text zote, Okay. alafu za mazoezi utapitia 3:4, utapitia 3:5, Mm. alafu utakuja kupitia utakuja lesson 4, utapitia tena 4:1 mpaka 4:3. 3:7 niachana nayo. Na 3:7 na 3:6 niachana nazo. hizo, yani hizo nazokuambia hizo ndio wewe zifanyie kazi hizo tu. Japokuwa nitakutumia Okay, audio okay. zote, kama utataka kupitia kila sehemu haina shida, ila sehemu za msingi ndizo nazokuambia. 4:4. Okay, sawa sawa. Okay. Utapitia 4:6 Okay. na 4:7. Sawa? Sasa kwenye hii nitaizungumzia sasa hivi hapa sehemu ya 4:6. Hii ushamaliza kunoti hapo? Wiki kidogo. 3:1 mpaka 3:3, 3:4 mpaka 3:5, si ndio? Alafu 4:1 mpaka 4:3, then 4:4 mpaka 4:7. Toa 4:5. 4:5 haipo. 4:4, 4:6 mpaka 4:7, sawa. Sasa hii 4:6 inaelezea mabadiliko ya toni ya hii. Sawa? Jana nilikuonyesha mabadiliko ya toni ya bu. Sahihi. Hii toni yake ni hii hapa, yaani yenyewe inasomwa hii. Lakini ikikutana na yenyewe hapa inaenda kama bu, ikikutana na neno ambalo toni yake inashuka na yenyewe inalazimishwa kufanyaje? Kupanda. Okay. Ikutana na neno linafanya na toni yake. Lenyewe toni yake ni flat. Ndio hii hapa juu.
Hii ndo original tone yake, Sawa. lakini ikikutana na neno ambalo lina toni inashuka, sawa, linafanyaje? Linashuka ano, linapanda. Sawa, Okay. hiyo ni moja. Mfano kuna neno kama yiding. Sasa hapa haya mengine bado hatujayasoma. Yaani nafikiri mengine utayaona kwenye upande wakati unafanya mazoezi. Kuna yiding. Sawa? Kuna ikwai. Huu ni mfano wa maneno ambayo toni yake imelazimisha toni ya i kupanda. Okay. Lakini mbili, toni ya i inalazimishwa kushuka ikikutana na neno toni yake iko flat. Sawa? Manake kama yenyewe au imepanda au imeshuka na kupanda. Okay. Sawa? Kwa inalazimika kupanda ikutana na toni kama ya kwake, toni iliyopanda. Inalazimika kushuka. Okay. Kupanda ni kama ikikutana na neno ambalo lina toni ya kushuka. Okay. Lakini kama neno lina toni iliyonyooka ambayo ni flat, au lina toni iliyopanda, au lina toni iliyoshuka na kupanda. Ikutana na toni iliyoshuka. Na? Ikutana na toni iliyoshuka. Iliyoshuka na kupanda. Ikutana na toni iliyoshuka pia inabakia kama ilivyo. Iliyoshuka peke yake ndio hii hapa ya kwanza hapa nimeelezea hii hapa. Manake neno toni hii hapa imeshuka. Lenyewe linalazimishwa toni yake inalazimishwa kupanda. Kwa mfano ishia. Naam. Kwa mfano ishia. Ndio hapa mengine nimekuandikia hapa kwa kijani mbele. Nimeona. Mfano hata hiyo ishia yote ni hivyo hivyo. Kwa kifupi ni kwamba hii inabadilika kwa maneno yote. Yes, inabadilika. Haibadiliki kwenye namba tu. Mfano pia tuliposema diika. Inabaki hivyo hivyo diika. Okay. Kwenye namba, yani kwenye namba ikiwa kwa sababu ina maana ya moja. Lakini inaweza ikatumika kwenye maneno mengine ambayo inakuwa haina maana ya moja. Okay. Sawa. Yeah. Umeelewana hapo? Hapo umeelewa vizuri sana hapo. Sawa. Sasa cha kufanya, fanyia kazi hayo. Alafu mengine tutaendelea nayo kesho. Okay. Una swali? Kwa hapa hapana sasa. Hapa sasa la I think nimeelewa vizuri, kwa sawa hapa. Nafanya tu kazi ya mazoezi, kesho tutaendelea. Kama unasema na ugumu nitakuja kuuliza. Haina shida. Mimi nitakutumia audio muda si mrefu. Sawa, sisi. Zaijan. Zaijan. Haya.